anaelezea wajibu huo wa nguo. Lakini pia nguo ni alama. Nguo ni alama, ni alama ya mamlaka. Kuna nguo za wakubwa, kuna nguo za kidini, kuna nguo za mahafali, kuna nguo za wanasheria, kuna nguo za watu mbalimbali. Nguo zinaashiria hadhi, zinaashiria cheo na utambulisho. Nguo ni ulinzi, lakini pia nguo ni ushindi na taji. Sasa tuangalie historia fupi ya biashara ya mitumba Tanzania. Kwa ufupi kabisa, kushamiri kwa biashara hii kumeanzia mwaka 1980 wakati wa mabadiliko ya soko huria, mabadiliko ya kiuchumi hasa katika jiji la Dar es Salaam. Awali nguo za mitumba zilikuwa ni misaada ya mashirika ya kidini kwa maskini. Sasa leo hii, kuanzia mwaka 1990 hadi leo hii, bei ya nguo za mitumba imekuwa ni nafuu sana. Imekuwa, vijana wa mjini wanaita bei poa. Na tukiangalia hata wewe unayenisikiliza, kwa Tanzania, 75% ya Watanzania wanavaa nguo za mitumba. Hata wewe unayenisikiliza, kuna nguo za mitumba ulizozivaa, wewe unayenisikiliza au wewe unayeniona. Na kwa Tanzania, takwimu nilizozifanya, utafiti niliofanya, kati ya vipande milioni 720 vinavyoletwa vya nguo kwa mwaka, vipande milioni 540 ni vya mitumba. Kati ya vipande milioni 720 vipande majora, vitambaa mbalimbali vya nguo za kusitiri mwili, kusitiri uchi, kusitiri mwili, kupamba na kadhalika, vipande milioni 540 ni vya mitumba. Kwa hiyo sio haba. Kwa hiyo tuangalie sasa asili ya msamiati au dhana ya mitumba. Asili imetokana na swala la lugha ya Kiswahili, kifurushi, mabalo, yani nguo zilizotumika nje ya nchi, Ulaya, Amerika, Asia na kadhalika, na kuuzwa barani Afrika kutokana na mahitaji ya Waafrika, lakini pia umaskini ambao uko katika bara la Afrika. Leo hii nguo hizi ziko mitaani, ziko kwenye masoko mbalimbali. Kwa hapa Kilimanjaro kuna soko linaitwa Memoria, kwa Kichaga almaarufu Memoria, lakini Kiingereza kilichonyoka ni Memorial. Kuna soko la Mbuyuni. Sasa kule kwenye soko la Memoria kuna vitu ambavyo viko kule. Ukifanya utafiti, kuna viatu vya shilingi 5,000, sketi ya shilingi 4,000, 5,000, 6,000 vinavyoletwa huku barabarani na maofisini kwetu na majumbani, vinaongezeka kidogo, vinaweza vikafikia shilingi 10,000 kutokana na yule aliyevileta. Tuingie sasa, tuache utangulizi, tuingie katika sehemu ya kwanza inayohusu fursa mbalimbali, fursa adimu za biashara ya mitumba katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa ujumla, machimbo makubwa au maeneo yaliyoshamiri nguo hizo au vifaa hivyo au bidhaa hizo ni kule Ilala Boma, almaarufu Ilala Boma, Tandika, Kariakoo, na kwa Moshi hapa kuna soko la Memorial na Mbuyuni na sehemu nyingine. Fursa ya kwanza ni kipato cha uhakika. Kuuza nguo za mitumba huhitaji kuwa na degree wala certificate. Ujue tu kuongea vizuri, kuwa na wateja vizuri, wanaita pia public relations, index nzuri ya kuvutia wateja, ya kuwa na urafiki na wale ambao wanataka kununua, ambao wana mahitaji hayo niliyoeleza katika vitabu vitakatifu. Lakini pia fursa namba 2 ni kutoa huduma. It is a service oriented activity, ni kutoa huduma. Na 3, tunaona nguo hizi za mitumba zina gharama nafuu na ni nguo za kipekee, hazina bei elekezi kama soda na maji na sigara, na hazihitaji bei elekezi. 4,
Ni nguo ambazo zina mitindo mbalimbali, design kemkem, yani design nyingi, yani ni balaa. Nyingine nzuri, nyingine ni balaa pia. Hizo design siku hizi kuna design mpaka nguo nyingi vijana wanavaa zimekatatuka, zinaitwa crazy trousers, na crazy trousers huwa zinavaliwa na crazy persons. Yani mtu Ulaya kule wamechoka kuvaa vizuri, wanavaa suruali zile ambazo zimekatika, sio tu hata huko mbele kwenye magoti, mpaka kwenye makalio. Unakuta mtu amevaa na anaonyesha makalio yake kutokana na basi ameamua tu kuwa kitu cha ajabu. Kwa hiyo ya nne, kuna mitindo mbalimbali. Sio kwamba unaenda kwa fundi akakupimia, unaangalia tu unataka kuvaa kitu gani cha ajabu cha kigichaa kinachokufaa samani na aina mbalimbali. 5, bidhaa za mitumba zipo kwenye viwango. Baadhi ya bidhaa za mitumba ziko kwenye viwango na quality nzuri sana. Hata mifuko na mabegi ya kubebea laptop nimewahi kununua kwa mama mmoja, ni tofauti na ule mfuko ambao nilinunulia laptop. Yaani unaona kabisa huu una kiwango, una thamani ya fedha, value for money kuliko kawaida. Kuna viatu vya kike vizuri sana kuliko viatu vya plastiki, na viatu vya aina mbalimbali kutoka Uchina, viatu vya kiume, mikoba, mikanda, kofia, kila aina ya bidhaa unayotaka, unayotamani kwa kweli inapatikana. Na 6, fursa iliyoko ya bidhaa hii ya kuwa na fursa hii ya kuuza ni bidhaa na nguo za mitumba ni kujenga urafiki. Kuna wamama wanapita kwenye maofisi, tunawaona wanakuja makanisani, wanaenda misikitini, wanaenda kwenye viwanja vya mpira, wanaenda madukani, wengine wanajenga urafiki mzuri, wanajenga mawasiliano na wateja wa kudumu. Yaani kabisa anakupigia simu, baba nikuletee mkanda, nikuletee hiki kabisa, yani inakuwa ni urafiki mzuri wa kudumu, tofauti na unapoenda kununua dukani mnaachana kwa heri. Kwa hizo ni fursa, baadhi ya fursa muhimu ambazo nimeweza kuzidadavua na kuona zipo na ni vizuri zizingatiwe. Sehemu ya pili inahusu changamoto za biashara ya mitumba. Changamoto na mambo ambayo risks, vulnerabilities ambazo zinatokana pia na biashara hii. Changamoto namba 1 za nguo hizi na bidhaa za mitumba ni nyingi, au asilimia kiwango kikubwa ni bidhaa ni nguo ambazo si rafiki wa mazingira, ni plastiki na aina mbalimbali za plastiki. Ukiingia kwenye utafiti wa uharibifu wa mazingira utaona kuna nguo ambazo pia sasa hivi sio tena rafiki wa mazingira, sio cotton, sio pamba. Watu wanasema amepiga pamba kali, kumbe amepiga plastiki kali. Plastiki kali, ile neno la kupiga pamba kali siku hizi alina, yani amevaa vizuri. Siku hizi amevaa vizuri lakini ni plastiki. Piga plastiki kali. Namba 2, changamoto. Kuna hatari ya kupata mizigo hafifu. Unaweza kwenda kununua hilo mabalo hayo, marobota makubwa kabisa, mengine ni ya malaki na mamilioni, ukapata au bidhaa hafifu, mizigo hafifu, au rangi zisizopendwa na wateja. Ukawa tu umecheza bahati nasibu. Ukachukua bando ambalo sio rafiki wa wateja. 3, kuna viashiria, kuna hatari za viashiria vya magonjwa ya ngozi, magonjwa viupele, magonjwa ya zinaa, uchafu na kadhalika. 4, kuna hatari na changamoto za ushindani mkubwa mno. Yaani hao machinga kuna kuzidiana kete. Unaweza ukapigiwa simu au ukampigia huyu simu niletee, ukakuta tayari ameshaleta na bei chini zaidi, kwa hiyo wewe ukawa imekula kwako. Kwa hiyo hao wa machinga, wachuuzi wamekuwa wengi mno. Kwa hiyo it's a very competitive business, haina uhakika. Ile wanaita kitaalamu risk index, kiwango cha risk cha hatari ni kikubwa. Kwa hiyo wachuuzi na wauzaji wa nguo za mitumba na bidhaa za mitumba wamekuwa wengi. Namba 4,
changamoto za uharibifu wa mila na tunu njema za Kiafrika, hasa za Kiafrika: kuuza nguo zisizo na heshima, nguo fupi, nguo zenye kubana, nguo zenye kuacha mwili wazi, ili mradi tu yule muuzaji apate hela, apate fedha, apate faida. Namba 6, kuna utegemezi wa kimitindo. Utegemezi wa kimitindo, unaweza ukawa na marobota ya zamani ambayo sasa hivi hayako tena trending, yamepitwa na wakati. Kuna za kisasa kabisa kadiri ya maonjo, matamanio na hisia za vijana wa kisasa, na watu wa kisasa wanahitaji mitindo ambayo wameiona jana kwenye Instagram, waliokuwa wamevaa magwiji wa muziki, magwiji ma superstars, ma VIPs, watu wa maarufu, wachezaji wakubwa. Changamoto ya kubakwa imeongezeka 30% kutokana na wanawake kuvaa nguo fupi, unisex. Kwa hiyo kwa tafiti hizi ambazo ni wanasema no research no right to speak, hebu fikiria duniani eti 30% ya matukio ya ubakwaji, wanawake wanaobakwa eti inatokana na kuvaa nguo fupi, nguo ambazo ni chukizo, provocative dressing, katika mazingira mbalimbali, ufukweni, nyumbani, kwenye sherehe, watu wamelewa, na baada ya hapo kwenye gari, kwenye bodaboda, kwenye na kadhalika, kwenye sehemu mbalimbali. Kwa hiyo mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, tumejaribu kuangalia kwa kifupi kabisa fursa mbalimbali na changamoto mbalimbali za biashara za nguo, za mitumba na pia bidhaa mbalimbali na